Mara nyingi tukiomba huwa tunatamani Mungu ajibu kama ambavyo sisi tunataka. Lakini kuna mambo mengi ambayo hatuyafahamu nyuma ya pazia. Kuna maombi ambayo Mungu akayajibu, utapata kila ambacho umekiomba, lakini pia atakuachia maumivu mengine. Na ndio maana unapoomba tumwamini Mungu, yeye ajibu kama ambavyo ni mapenzi yake. Sasa kule Nigeria kulikuwa na bwana mmoja ambaye alikuwa anafanya kazi kwenye kampuni na alikuwa anafanya vizuri sana, na hata wakawa wanakusudia kumpandisha cheo, kumpromoti kwenye kazi yake. Lakini ghafla, badala ya kuwa promoted, badala ya kupandishwa cheo, ghafla akafukuzwa kazi bila sababu yoyote inayoeleweka, kwa sababu alikuwa ni muamini. Siku moja akahudhuria kwenye kongamano la maombi, na alipokuwa pale unabii ukatolewa kwamba kuna mtu mmoja hapa, kuna kitu kitatokea kwenye maisha yake, usisikitike. Na yule mtu akajifahamu ni yeye, kwa sababu unabii unapokuja huwa unaweza kujifahamu kwamba huyu mtu anayezungumziwa hapa ni mimi, kwa sababu ya mazingira aliyotajiwa. Sasa baada ya siku chache baba yake mzazi akawa amefariki. Baba yake mzazi kabisa, baba yake kumzaa, na yule ndugu akawa amefariki. Baada ya baba yake kufariki, haikupita muda akaitwa tena kazini pale alipokuwa amefukuzwa, na moja kwa moja akaweza kupandishwa cheo. Kwa hiyo kilichokuwa kinamzuia kupandishwa cheo ilikuwa ni baba yake mzazi, ndio alikuwa anatumia nguvu za giza kuweza kumsabotage, kuweza kuharibu kazi yake. Kwa hiyo ilihitajika baba yake aweze kufa ili yeye aweze kuwa promoted. Sasa unaonaje hapo? Unaomba labda upandishwe kazini au upate kitu fulani, lakini ili kitu hicho kije, labda mtu wako wa karibu, ndugu yako, dada yako, kaka yako, au sometime hata mke wako au baba yako au mama yako ndio aweze kuondoka. Na ndio maana vitu vingi sisi nyuma ya pazia, behind the scene, huwa hatuvifahamu. That's why kuna maombi mengine unaweza kaomba na Mungu asikujibu kwa sababu kadhaa. Akimuondoa maybe mama yako mzazi au babako mzazi au mtu wako wa karibu ambaye pia anaweza kawa anategemewa na wengine. Kwa hiyo na mara nyingi pia hii inatufunza mengi sana. Kuna vitu ambavyo unaweza kufikiri maadui zako wanatoka mbali, lakini kumbe wanaokusabotage ni watu wako wa karibu. Kwa hiyo story ilikuwa hivyo. Sijui wewe umejifunza nini katika hili, ila katika njia ya maombi wewe omba, alafu muachie Mungu mapenzi yake yatimizwe. Ikiwa mapenzi yake yatatimizwa kwa njia kama huyu mtu, itakuwa ni sawa, lakini kama ni kwa njia nyingine pia itakuwa ni sawa. So story ya leo ni hii. Mungu akubariki sana. Mara nyingi tukiomba huwa tunatamani